wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike mahali hapa. Yale ambayo mbingu ilipanga, ndiyo Bwana tunaitangaza itafanyika hapa siku ya leo. Yale ambayo umekusudia Jehova, tunaiamuru kufanyika mahali hapa siku ya leo. Kwa neema hii tunatangaza uponyaji wa mwili na wa roho katika jina la Yesu Kristo. Acha ufungue masikio ya roho na ya mwili ili kwamba tusikie neno lako na litujenge na kutubadili katika jina la Yesu Kristo. Sema amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Yes, mshangilie Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama uko kwa duka, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama uko kwa gorofa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko pande ya juu, pande ya mashariki, kusini, pote, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo Yesu anakuja tena mbele zako. Anakuja kukwambia ya kwamba anakupenda. Friday tulikuwa tunazungumza, tunasema ya kwamba Yesu anakupenda na ana mpango juu ya maisha yako. Jana tukazungumza tukasema Yesu kama Mungu amekuja na neema, amekuja kutuponya roho na mwili, pia amekuja na msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nataka tuzungumze machache about ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuzungumze about ufalme wa mbinguni. Dunia hii ambayo unaitembelea sasa hii unaringa, iko na mwisho wake. Yes. Mambo unayoyaona na mengine usiyoyaona iko na mwisho wake. Oh yes. Lakini Biblia inasema ya kwamba Yesu hakushikamana na umungu wake, akaacha kiti cha enzi akashuka duniani ili kwamba akuje kukutangazia ufalme wa mbinguni. Oh yes. Ili kwamba akuletee uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutasoma neno la Mungu katika Marko sura ya kwanza na mstari wa 14 na wa 15. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya kuhubiri habari njema ya Mungu. Amen. Akisema wakati umetimia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la kwanza, Yesu wakati alianza huduma yake hakusema about yeye mwenyewe, akasema wakati umetimia.
Na mimi siku ya leo nakuja kukuambia wakati umetimia. Oh yes. Sikia neno ambalo anaendelea kusema. Anasema ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na uamini Injili. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati umefika. Yesu amekuja na ujumbe. Anasema wakati umefika. Na siku ya leo ameniambia nikuambie wakati umefika. Ufalme wa Mungu unakuja. Ufalme wa Mungu unakuja. Tubu. Bwana Yesu asifiwe. Tubuni maana ufalme wa Mungu unakuja. Amini Injili hii. Maana saa zingine kesho hautaisikia. Tubuni maana ufalme wa Mungu unakaribia. Tunapozungumza ufalme wa Mungu, tunaona ufalme ambao Yesu ndiye anatawala. Mungu ndiye anatawala. Ufalme za dunia ni za muda kitambo. Huyu anafanya miaka 5, na nimewahi sikia mmoja akumaliza miaka yake akafariki. Lakini siku ya leo tumekuja kukutangazia ufalme wa mbinguni ambao Yesu alisema unakuja, unatimia, na ambao hauna mwisho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dunia itapita na mambo yake. Oh yes. Yale yote ambayo unajivunia itapita. Oh yes. Lakini neno la Mungu litadumu milele. Hallelujah. Na Yesu Kristo ambaye ni neno hataki kwamba upotee. Oh yes. Ndio maana alikuja kushuka na kuleta ufalme wake kwa wale ambao watamkubali. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu amekuja siku ya leo kukuambia ya kwamba muda ambao unabaki nao ni mchache. Haujui siku wala saa ambayo mwana wa Adamu atarudi, ambayo Yesu Kristo atapiga hodi kwa mlango yako. Yes. Muda ni huu ambao tunakutangazia ya kwamba utubu. Oh yes. Maana Yesu Kristo anakuja. Friday tulisema kwa maana jinsi hii aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ametoa uhai wake ili kwamba uwe na uzima wa milele. Ametoa heshima yake ili kwamba uwe na uzima wa milele. Yesu alikuwa na uwezo wa kuumba watu wengine. Yesu alikuwa na uwezo wa kuumba watu ambao watafaa sawasawa na jinsi anataka. Lakini Biblia inasema kwa maana jinsi hii aliupenda ulimwengu. Upendo wake ulimfanya asioni kwamba yeye ana nguvu hizo. Akakuja kukutafuta wewe ili kwamba usipotee bali uwe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dunia tunazungumza kwamba ina muda wake ambao utafika inakwisha. Lakini Yesu alikuja kutangaza ufalme ambao hauna mwisho. Na akatangaza pia kwa wale ambao hawatamkubali na kumwamini ya kwamba watahukumiwa, wataenda motoni. Yesu alikuja kama mwana-kondoo, lakini atakaporudi atarudi kama simba. Oh yes. Kuja kuhukumu ulimwengu. Hallelujah. Na kila mtu atalipa sawasawa na matendo yake. Kila mtu atamlipa sawasawa na yale ambayo anayoyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Tubu maana ufalme wa Mungu unakaribia. Napenda Yesu sana. Anasema ya kwamba naenda kuwaandalia makao ili kwamba mahali mimi nitakuwa na nyinyi muwepo. Tutakuwa mahali ambapo Yesu atakuwa. Oh yes. Na wale ambao hawatamwamini wataenda motoni. Napenda kitu kimoja. Katika moto kuna mateso, uchungu
na kuna tunyoka. Ukisoma Ufunuo, tuko humo ndani, tuna njaa, tunasubiri watu ambao watatupwa humo. Lakini mahali ambapo Yesu ametuandalia tutakuwa sisi ambao tuliomwamini. Biblia inasema tutatembelea dhahabu. Biblia inasema tutaimba nyimbo za shangwe. Katika moto hakuna kuimba, lakini sisi tutaimba sababu tunafurahi. Bwana Yesu asifiwe. Tubu jioni ya leo, maana ufalme wa Mungu unakaribia. Tubu jioni ya leo, maana ufalme wa Mungu unakaribia. Katika ufalme huo hakutaingia kinyonge, hautaingia mzinzi, hakutaingia uwezi, hakutaingia washarati, hakutaingia watu ambao wana chuki, watu wenye ambao hawajui kusamehe, watu wenye upendeleo, watu ambao hawakumpokea Yesu Kristo. Hawataingia katika huo ufalme. Siku ya leo bado una muda. Tubu, maana ufalme wa Mungu unakuja. Sikia mahali popote ulipo, kuna muda ambao unakuja. Kama haukutubu na kumpokea Yesu, utajuta. Bwana Yesu asifiwe. Kuna muda ambao unakuja, utatafuta neno na hautaliona, hautalisikia. Jioni ya leo Yesu anasema yeye ni njia. Kuja upitie kwa hiyo njia, uokoe maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ili uingie katika ufalme wa Mungu, jambo la kwanza ni kutubu. Na kutubu inamaanisha kuacha. Bwana Yesu asifiwe. Unakamata hatua ya kusema bila aibu, Yesu nakubali kuacha hii njia na nimekupokea. Hiyo ndo kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Usipofanya hivyo, mwisho wako ni katika Jehenamu. Tunafanya kampeni ya Yesu siku ya leo, lakini shetani kuna watu bado anawafunga. Na ndio maana tunakuja kutangaza ufungulivu katika jina la Yesu. Tunakuja kutangaza neema katika jina la Yesu. Tunakuja kutangaza ya kwamba Yesu anaokoa. Yesu anaokoa. Upe maisha yako jioni ya leo, atakuokoa, atakutengeneza na utakuwa kiumbe kipya. Kuna watu ambao wanashindwa kutubu hadi wanakuwa watu wanajifanyia mbinu za kufanya dhambi. Wanaogopa watu, lakini hawaogopi Mungu. Acha nikwambie, Mungu anaona hata kitu cheupe katika snow. Mungu anaona machozi katika maji, katika giza kuu. Mungu anaona kama vile nuru kubwa. Hata utoke hapa uende ufanye usharati mkubwa, Mungu iko mkubwa. Hata uende Nairobi, Mungu iko Nairobi. Hata watu wasikuone, Yesu anakuona. Na ndio maana siku ya leo anasema utubu. Anasema utubu. Acha dhambi, acha uchawi. Watu hawakuoni, lakini Yesu anaona unaporuka. Anakupenda, anataka uache hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tunakuja kutangaza ufungulivu. Haleluya. Haleluya. Inua mkono wako juu namna hii. Sema Yesu, Yesu, Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Sauti sema Yesu, Yesu, Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Sema tena Yesu, Yesu, Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu anakupenda. Amen. Haleluya. Amen. Mungu iko na mpango juu ya maisha yako. Shetani alikuja kukuvalisha identity ambayo haiko yako. Lakini Yesu alikuja duniani kukutoa katika utumwa wa dhambi na kukuweka katika ufalme wake. Amen. Katika ufalme wa Yesu kuna amani. Kuna utulivu. Kuna furaha. Na hiyo furaha itokani na
makosa. Inatokana na Yesu ambaye unampokea na atakayeishi ndani yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu amekuumba na amekutengeneza ili kwamba umrudie, umtukuze na umsifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu ambao wanateseka na kusumbuliwa na madhabahu ya giza, lakini jioni ya leo Mungu anakuletea feva nyingine mpya. Ukijishikanisha na Yesu Kristo, hautafungwa tena na giza, hautafungwa tena na ibilisi. Maana yeye ni nuru, na akiingia anaangaza kiasi kwamba giza inakimbia. Akiingia anaangaza kiasi kwamba waliokudharau wanakuheshimu. Kuna wengine wamekuita mlevi, hauwezi fanya kitu, hautakuaga kitu, utakufa. Lakini Yesu amekuja na uzima. Anasema umwamini, atabadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama umeibia mtu, hata huyo mtu asijue, Mungu aliona. Tubu, maana hiyo dhambi inaweza fanya usiende katika ufalme wa Mungu. Kuna muda ambao unakuja utajutia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza na mstari wa 9, Yesu anasema kwa yule yote ambaye atakuwa na dhambi, akiungama hiyo dhambi, atamsamehe na wala hatakumbuka tena hiyo dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jana tuliongea about sheria. Katika sheria, ukiiba unakuja na ng'ombe, wengine wanakuja na mbuzi. Imagine dhambi ambazo unazifanya kila siku. Ungelitoa ufugo wapi wa kila siku kutoa? Lakini katika neema, Agano Jipya, Yesu amekuja kama sadaka. Na anasema kila aniaminie mimi Yesu, nimejitoa kama sadaka, na kupitia mimi atasamehewa, atapata uzima, na ataingia katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mwamini Yesu. Jioni ya leo mwamini Yesu. Jambo la pili ambalo litakusaidia kuingia katika ufalme wa mbinguni ni kutembea katika utakaso. Utawezaje kutembea katika utakaso kama Yesu haimo ndani yako? Hauwezi weza. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtu angeliweza bila Yesu, Yesu angekuja. Yesu alipokuja kulikuwa dini duniani, na hiyo dini haikusaidia kitu sana, na hata walikuja wakampiga Yesu vita. Lakini Yesu alikuja na uzima. Hakuja kukuletea dini, lakini amekuja kukuletea uzima. Burning Bush tunatangaza Yesu ambaye ni uzima. Hatutangazi mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hatukwambii ufate mtu, ufuate Yesu. Mfuate Yesu. Mkubali Yesu, utaokolewa. Mkubali Yesu, utabadilishwa. Mkubali Yesu, atakupa neema. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wanafanya dhambi, na kuliko wamwogope Mungu wanajificha. Lakini acha nikwambie, nirudie, hata ujifiche sehemu gani, Mungu anakuona, na siku moja atakwambia umefanya hiki na hiki, nenda katika moto. Mapenzi ya Mungu sio kwamba uende motoni. Ndiyo maana amejitoa, na ndiyo maana hii mkutano ameiorganize hapa siku ya leo. Amekuja kukuambia ya kwamba hataki upotee, hataki upotee, hataki utekwe mateka na ibilisi. Kila kilichoibwa
Yesu anasema msalabani, kwa kupigwa kwake amepata kutufungua. Kwa kupigwa kwake tumepata kuwekwa huru. Kwa kupigwa kwake magonjwa yote imeponywa. Kwa kupigwa kwake amepata kufungua na kufufua vilivyokufa. Bwana Yesu asifiwe. Acha Yesu akufufue siku ya leo. Acha Yesu afufue vilivyokufa kwako. Na akupee tena neema ya kuingia katika ufalme wake siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 5:8 inasema, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Bwana. Jiswali, moyo wangu ni safi? Bwana Yesu asifiwe. Kitu moja nimesema jana, niirudie tena. Kuna watu ambao walifanya dhambi kukushinda wewe. Siku moja nilisikia mtu yuko anasema hivi, mimi sitakubali niende motoni na Michael Jackson. Nikamuuliza kwa nini? Akasema ya kwamba huyo mambo alifanya ni zaidi ya yangu. Nione sana kwangu nikutane naye, sababu nitakuwa nimekufa bure. Bwana Yesu asifiwe. Hatumchaji, hatujui ameenda wapi. Lakini kitu ambacho niko nakuambia, ujiulize kama huyo mtu, kama Yesu ameleta neema, kwa nini uende motoni? Kama Yesu amejitoa na ameleta uzima, kwa nini ufariki milele? Kama Yesu amejitoa kwa ajili yako, kwa nini ufanye hiyo sacrifice bure? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shetani alikuja kuiba, kuua na kuharibu, na watu wengine wanatembea lakini wameshauliwa na shetani. Maisha yao ya kiroho imekufa, lakini wanatembea. Acha nikwambie, usipokuwa na uzima ndani ya roho yako, ukifa unakufa na unaenda motoni. Lakini ukiwa hai kiroho, unakufa, unalala, Yesu anakupeleka katika uzima wake. Bwana Yesu asifiwe. Uzima wa milele hatuupati wakati tunafariki. Ibada ambayo tunakuja fanya wakati mtu anafariki sio ibada ya huyo mtu. Tunakuja kuomboleza familia na tunakuja kuhubiria wale ambao wako hai. Yeye yake imekwisha. Hata tumuombe, tuseme Bwana umpokee. Kama hakuwa na matendo mazuri, iko na nafasi yake, ataenda. Yesu anakuja kumlipa kila mtu sawasawa na matendo yake. Yesu anakuja kumlipa kila mtu sawasawa na yale ayatendayo. Ufalme wa Mungu unakuja, na watakaoingia katika ufalme wa Mungu ni wale ambao walimpa